Niruhusu niangazie video inayosambaa mitandaoni. Anaonekana Mary Atieno Minde, mwimbaji wa Injili ambaye wengi tumemfahamu kwa sauti yake ya kipekee kwa zaidi ya miongo mitatu. Kwenye kipande hicho kifupi anaonekana akiwa amevalia mavazi ambayo baadhi ya watu wanayatafsiri kama siendana na hadhi yake, na hapo ndipo mjadala umeanzia. Wapo wanaosema hii ni dalili ya kupuuzwa, wapo wanaodhani huenda kuna hali ya udhibiti au changamoto ndani ya ndoa yake na mumewe, lakini pia wapo wanaosema huenda ni taswira tu ya muda mfupi, pengine mazingira ya kawaida ya nyumbani au tukio lisilo rasmi. Kabla kuhitimisha jambo, ni vizuri tukumbuke kuwa Mary si jina ndogo kwenye muziki wa Injili nchini. Alianza safari yake ya muziki mwishoni mwa miaka ya 1970 na tangu wakati huo amekuwa akihudumu kupitia nyimbo na huduma ya kanisa. Mbali na muziki, amewahi pia kuwa mwalimu wa mhudumu wa Injili kwa miaka mingi. Ni mama wa watoto na ni sehemu ya familia ambayo imekuwa ikihudumu pamoja kanisani kwa muda mrefu. Swali ambalo wengi wanauliza ni hili: ikiwa amekuwa kwenye tasnia kwa muda mrefu na muziki wake ukagusa wengi, je, hilo linapaswa moja kwa moja kutafsiri mafanikio ya kifedha yanayoonekana nje, au kuna mambo mengi zaidi nyuma ya pazia ambayo hatuyaoni? Ni muhimu pia tukumbuke kwamba video moja fupi haiwezi kusimulia hadithi nzima ya maisha ya mtu. Mitandao mara nyingi hujenga simulizi kwa sekunde chache, na hisia zetu zinaweza kututangulia kabla ya ukweli kujulikana. Badala ya kuhukumu, labda nafasi yetu ni kuonyesha huruma, kuuliza kwa heshima na kusubiri taarifa kamili kabla ya kufikia hitimisho. Mwisho wa yote, swali linabaki: je, tunatazama hali halisi inayohitaji msaada, au tunatafsiri taswira ya sekunde chache kwa mizani ya matarajio yetu wenyewe?